Ndugu yangu, habari yako? Nataka kushirikiana na wewe kuhusiana na upendo wa Mungu ambao tunajifunza kutoka kwenye kitabu cha Yohana 3:16. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee, ili kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Rafiki yangu, upendo wa kipekee sana tunauona, na tendo la ajabu ambalo Mungu analionyesha kwa mwanadamu ni kutoa uhai, kutoa mwanae wa kipekee kwa ajili ya wanadamu, kwa ajili yetu sisi sote. Ukiangalia ni jambo la kipekee sana ambalo mtu anaweza kulifanya anapoonyesha upendo. Na ni ngumu sana kwa sababu leo upendo mwingi unasema napenda lakini utoi, napenda lakini uonyeshi kutoa. Lakini Mungu alitoa, akatoa mwanae pekee, yani ile ni sadaka ya kipekee ambayo aliifanya, ambayo hamna mtu ameweza kuifanya. Na lengo tu ni kwa sababu alimpenda mwanadamu, akampenda kwa thamani kubwa, akaona anapotea, ili asipotee basi nimtoe mwanangu wa kipekee ili afe kwa ajili yake. Sasa upendo huu tunaona wa ajabu sana, ambao kila mmoja ambaye anamwamini Yesu Kristo, Biblia inasema hatapotea bali atakuwa na uzima wa milele. Upendo huu wa kipekee sana ambao nataka kushirikiana na wewe tu, ambacho Mungu amekifanya kwako, amekifanya kwetu sote, amekifanya kwa dunia yote, ni kumtoa Yesu Kristo kwa ajili yako. Unapaswa kumkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mkubali aingie ndani ya moyo wako, abadilishe mambo yote. Sikiliza, upendo huu ni wa kipekee sana ambao nimeupata mimi binafsi, umebadilisha maisha yangu, na unaweza kubadili maisha yako pia. Sikiliza, mbali tu ya kuwa na msamaha wa dhambi, Biblia inasema hutapotea bali utakuwa na uzima wa milele. Sikiliza, jambo hili la kipekee sana ambalo Mungu alilifanya kwa ajili yetu, kutoa kitu cha pekee kwa ajili yako, ni neema kipekee sana. Kubali Yesu Kristo aingie ndani ya moyo wako, afanye mabadiliko kwako, upate uzima wa milele katika maisha yako. Ni wazi tunafahamu kwamba ukiona mtu ambaye anaweza kutoa uhai wake au kutoa maisha yake kwa ajili ya marafiki zake, ni jambo la kipekee sana ambalo haliwezi kutokea, na ni chache sana watu wanaoonyesha upendo kwa watu wengine. Lakini hili la Mungu ambalo alimtuma Yesu Kristo akaja kwa ajili yetu, kwa ajili ya mwanadamu, akapita kwenye shida, akateseka, akabeba huzuni na shida na matatizo yetu yote na dhambi zetu zote, akatuweka huru ili tusipotee, ni jambo la kipekee sana ambalo Mungu alilifanya. Kwako ni rahisi, ni kumkubali tu Yesu Kristo aingie ndani ya moyo wako, afanye mabadiliko kwako. Umkubali leo, na muda ni sasa hivi wa kumpokea Yesu Kristo. Wala hitaji baadaye, wala hitaji muda mwingine. Huu upendo ukaingie ndani yako, na wewe ukabadilishe, ukawe mwana wa Mungu. Mungu akubariki.